Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Well, a very good afternoon to you, my dear viewer, from wherever it is you're watching us from. It has just struck 1 or 2 p.m. East African time, right here from Nairobi, Kenya, and welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I am Wanjiku Njau. The rise of teenage pregnancies from Bomet County has been so alarming to the residents, something that has been condemned to a very big extent. While in Sosion's recent visit to the area, he requested the government officials to intervene. Age pregnancies and so many young mothers of under 18, Bomet is ranking number 4. It is an issue of concern for all of us, that we must turn our agenda around and focus on the girl child and protect the girl child and save our children from vices of underage early pregnancies. Tunataka wasichana wote wasome baka form 4. Na ni hamasisho natoa kwa watu wa Bomet, because that is a worrying trend. If we are number 4, kwa watoto kupachikwa mimba wakiwa wadogo. Coffee farmers from Kirinyaga County have come together to request the national county government to come together and build them a fertilizer processing facility in the county so as to reduce the amount of money the fertilizer is in the country. Age pregnancies and so many young mothers. We would want the government to subsidize. We have had other areas that the government subsidizes those things. Why can't the government subsidize the prices of fertilizers, the prices of cow feed, the prices of chicken feed, and the prices of farm input, so that mkulima aweze kufanya kazi ambayo inaweza kusaidia nchi yetu, kwa sababu Kenya is a farming country. Tumekuwa tukifanya importation ya vitu ambavyo viko substandard, and that is why we want people like Daktari Njagi Makanga waende kwa parliament, waweze kulete agendas, tuweze kutengeneza factories hapa Kenya. Ndio badala ya kuleta vitu kutoka nje, tunazitengeneza hapa. Tutasaidia the young people wataandikwa kwa hizo factories, na pia we will encourage the young people kuingia katika ukulima, kilimo, biashara. Majani chai wanapitia shida ya pesa. Wakati wa bonus inakuja pesa kidogo, unashindwa na kupeleka watoto shule, unashindwa na kujenga nyumba mzuri, tunashinda ya barabara ya kupeleka majani chai. So tunashukuru Mheshimiwa Dr. Njagi Makanga, sababu akiingia kwa bunge, tukimpeleka kwa bunge, ataenda awatetee wakulima, ndio tuweze kupata pesa mzuri
ya kuendeleza maisha yetu vizuri. Tuk-tuk drivers from Bungoma today have held demonstrations that left the transport system in Bungoma town paralyzed for more than 4 hours following harassments from a lending firm in the town that has left them no other choice but to sell all their belongings so as to pay off their current loans. Kama serikali inajua ipunguze hiyo vitu. Hiyo vitu ni mingi. Tuktuk wanalipia almost 1700. Waangalia vijana 800. Wapunguzie hiyo inaitwa interest rate. Ni more than hata 50%. Ikue less. Imagine mtu amekufa na bado wanakuitisha pesa. Siku yenye mnazika wanaitisha pesa. Kama wewe kweli uko mtu tu binadamu kama sisi, utapata wapi hiyo pesa na utakuwa unafikiria namna gani? Na mtu amekaa kwa ofisi anakupigia sema mimi sitaki kujua maneno ya matanga. Tunaomba kama serikali yetu inasikia hao watu While residents from Tana Delta are calling out to the national and county government to intervene and bring forth programs to educate the pastoral communities on farming, because for a while now they have been cutting down trees for pastures to feed their cattle. Brought together 5 community forest associations from the scratch. They were not there. We've built their capacity, we've trained these community groups. We've taken them for exchange visits where they have seen other community groups in Mount Kenya region, how they conserve that ecosystem. We also try and work with the county government to ensure that there are policies in place that are supportive of the restoration agenda. We have worked with the county government of Tana River and Lamu to try and develop the forest landscape restoration action plans and the forest policies for the 2 counties. We've also developed the climate change acts for the 2 counties, and we are now working on the climate change regulation. Kama county government ya Tana River, mbali na hao washirika ambao wamekuja, nafikiri Nature Kenya ni moja ya ile consortium ambayo wanaita Rebuild project ambayo iko funded na EU. Hao wanajaribu kuangalia ukulima wa climate smart ama climate resilient agriculture. Ni ukulima wa kuhakikisha wanakuza nyasi. Tukiangalia hivi sasa kuna kiangazi kikubwa, lakini pia Tana River tuko na potential ya kuhakikisha kwamba tumekuza nyasi na hata tukaihifadhi wakati kiangazi kimezidi, sisi tuwe tunasaidia hata kaunti zingine kuja na kununua nyasi kutoka hapa. Ukame umetuathiri zaidi kiwango cha kwamba kutoka mwanzo wa mwaka huu mpaka sasa hivi tulivyo hakuja nyesha mvua ambao kwamba inaweza kusaidia hali ya kilimo ama hali ya kuhifadhi mazingira vizuri, pengine upandaji wa miti na kukuza mambo yote. Imekuwa changamoto kubwa kwetu. Hiki kiangazi kimeextend karibu nchi nzima. Kwa hivyo unakuta kuna wafugaji kutoka nje ya hii Tana Delta na hata nje ya county wanakuja wanaleta mifugo yao kule. Na hasa hii mifugo ndio imeleta shida zaidi, kwa sababu karibu mifugo yote katika county nzima imekuja kule Kipini. Hii imedhuru sana kwanza wakulima, kwa sababu baada ya kuona kwamba nyasi zimemalizika kule porini, kwa sababu walikuwa wanashindana. Wanyama pori wanataka nyasi, mifugo nayo inataka nyasi. Kwa hivyo nyasi katika mapori ziliisha mapema, sasa ikawa ni lazima waingie kwa mashamba ya wakulima. Kiangazi ama hii drought ambayo imekuwa kubwa sana kwa muda mrefu, imefanya kazi zetu zimekuwa ngumu, kwa sababu kuna miche mingi ambayo tulikuwa tumepanda, especially zile ambazo tumezipanda mbali na mto. Kuna zile ambazo tumepanda karibu na mto, hizo ziko sawa, lakini kuna zile ambazo tumepanda sehemu za mbali kidogo kwa sababu ukosefu wa mvua, hii zimekufa kabisa.
Leaders from different parts of Africa have come together in Kwale to plant trees with a aim to protect and conserve our environment following the rapid change in climate. Kuna honorable members kutoka parliament mbalimbali, na hawa ni muhimu sana wakati sana wa kuenda kuweka bajeti kwa ajili ya kazi kama hizi. Mara nyingi budget inakuwa ni pungufu, kwa hivyo hatuwezi fikia wengi, lakini tukiwa na hamasisho kama hizi tunaona kwamba tunaweza tukapata bajeti ya kutosha kwa ajili ya kuhamasisha wananchi na kuendelea na upanzi. We have to actually put more budget or campaign to have more budgets put towards protecting what we have naturally before we can actually look for other foreign help. But I'd also like to say that it's also important that the local communities must benefit from those efforts. And what we saw today is partnership between KFS, partnership between KEFRI and the local communities so that they protect, but as they protect, they are also able to get economic benefits out of the natural phenomena that are God given to them, like mangroves. Ni imani yangu kwamba sisi kwenye nchi hizi za ukanda wa bahari tukichukua hatua ya kurejesha mikoko, kwa kiasi kikubwa tutakuwa tumenusuru janga la maeneo yetu ya bahari kumebwa. Well, that's it from us here at Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. More stories will come to you once it strikes 7 p.m. East African time, right here from Nairobi, Kenya, in the evening. Please don't forget to follow us on all our social media platforms at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I am Wanjiku Njau.